ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Dakika 45 kipindi cha pili zitamalizika vipi? Watani wa jadi. Karibu Dar es Salaam aka Bongo, jiji la kibiashara, kitovu cha uchumi, lakini pia lango la zaidi ya nchi 10 Afrika Mashariki na Kati na kusini mwa jangwa la Sahara. Dar es Salaam ni jiji la ndoto. Dar es Salaam ni jiji la fursa. Dar es Salaam ni sehemu kubwa kwenye historia ya ukombozi na vile vile maendeleo ya Afrika. This is Dar es Salaam. Hivi unajua kwa nini jiji la Dar es Salaam liliitwa Bongo? Hili jiji bwana ni la akili nyingi au toboi. Stesheni mpya kama makabati ya dhahabu, treni mpya zinakamata kasi, hakuna tabu. Watu wengi kwenye Dar es Salaam imelea, imekuza na kutimiza ndoto za watu wengi. Kiufupi, tumeona mabadiliko mengi sana. Safari yetu inaanzia hapa. Twende tukaucheki unyama wa jiji la Dar es Salaam, jiji ambalo limeunganishwa na barabara na madaraja makali ya kisasa kama mbele vile. Dar es Salaam sio tu kitovu cha uchumi, bali watu wake ni wakarimu sana. Trust me. Wote wanameremeta kama mamtoni mwanangu. Hizi zinaponyanyuka wa Bongo tunalija ukata. Pili kichapo chake pale Mbongo anapozipata. Dar es Salaam imeunganishwa na madaraja na barabara zenye hadhi ya juu. Je, unajua Dar es Salaam ni kati ya miji mikubwa Afrika Mashariki yenye idadi kubwa ya flyovers zenye hadhi ya juu, ikiwemo Mfugale, Kigamboni, Kijazi, Kariakoo Gerezani, flyover ya Uhasibu Temeke, VETA Chang'ombe na Tanzanite Bridge. Ukizingatia kwamba miundombinu hii imejengwa ndani ya muda mfupi na kukamilishwa kwa kiasi kikubwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Hello. Hey Mina. Nimefika tayari. Kuja na SGR. Hapo chapu tu. Dar es Salaam chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, uchague wewe tu njia ya kufika. Ukitaka kuja na bus utakutana na barabara zilizonyooka, safi na murwa kabisa. Ukitaka kuja na ndege usiwaze, tuna mtandao wa viwanja vya ndege vya kisasa vilivyojengwa hivi karibuni tu ambavyo unasafiri na ndege yetu ya Air Tanzania. Na ukitaka kwa njia ya treni, hiyo nayo inawezekana. Ni muda mchache tu unafika. Tanzania ni kati ya nchi chache Afrika Mashariki kuwa na reli ya kisasa ya umeme SGR. Hii inatoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Huko mbeleni serikali imepanga kuifikisha mpaka Mwanza, Burundi na nchi nyingine za jirani. Ipo hivi, usipotumia SGR utatumia ndege. Julius Nyerere International Airport ni moja kati ya viwanja vya ndege vya kisasa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kiwanja ambacho kimejishindia tuzo ya usalama na ubora zaidi Afrika nzima. Ukija hapa unakaribishwa na vibe la kimataifa, huduma za kisasa na safari inakuwa smooth yenye hadhi ya first class. Reconciliation, resilience, reforms and rebuilding of our nation. Hatupotezi muda kwenye foleni. Check-in na check-out ni faster. Huduma za uhakiki na uhamiaji ni faster. Yani kila kitu ni faster na ni bora kabisa. Hata huduma za mapumziko
ni zile ambazo zinakukidhi wewe unayehitaji. Hebu tuingie darasani kidogo. Nyosha mkono juu kama unamjua rais aliyenunua ndege 6 za mizigo na abiria ndani ya utawala wake ili kuhakikisha kuwa usafiri wa anga nchini unakuwa imara na wa first class kama Mambele. Yes, ni Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ameonyesha commitment ya kweli katika kukuza sekta ya usafiri wa anga. Kwa kununua ndege hizi, Rais Samia ameongeza ufanisi na usalama katika usafiri wa anga, akihakikisha kuwa Tanzania inaendelea kuwa na uwezo wa kutoa huduma za anga za kiwango cha juu. Dr. Samia, endelea kutupaisha mama. Wewe ni mtu na nusu. What's up, beautiful? Vipi, umemaliza checkout? I've just landed like 5 minutes ago. Hata niko hapa nje kwa entrance. Karibu Bongoland. But something surprising, Maze. Your airport is beautiful and international standard. Man, Mama Samia Suluhu amefanya kazi mzuri sana. Sasa niambie kuhusu Bongo. Ngoja nikupe za ndani kabisa. Za ndani? Jiji la bahari linalong'aa, kila kona watu wanafuraha, ulinzi na amani wanashikilia. Mwanga uko kwa mama yetu, mikono yake imara sana, tutafika mbali kweli. Kwa Rais Samia Suluhu, bendera yetu inapepea, machozi yetu yatapunguzwa, maendeleo yanakuja. Dar es Salaam ina zaidi ya masoko 20, kila moja likihudumia maelfu kwa maelfu ya wafanyabiashara kila siku. Soko la Ubungo ndio soko la kisasa zaidi Afrika Mashariki na Kati, lakini pia lina hadhi ya kuweza kuhudumia mpaka nchi jirani. Ukifika Dar es Salaam, waambiwa kufikisha kwenye soko la Kariakoo wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hili ni soko ambalo linahudumia na kufika kwenye kila pembe ya Tanzania nzima. Vile vile zaidi ya nchi 10 za Afrika. Soko la Kariakoo limefanyika kivutio cha biashara ya jumla na rejareja. Si hilo tu, soko hili linaingiza mpaka kiasi cha shilingi bilioni 10 kila mwezi. Soko la Tandale ndio soko ambalo linaingiza chakula kwa wingi kwa ajili ya wakazi wa jiji. Masoko kama haya yapo mengi jijini Dar es Salaam, kama vile soko la Kisutu na hata lile la Magomeni. Unajua nini? Dar es Salaam ya Mama Samia hatubebi ndoo za maji kichwani. Maji ni bwerere. Upatikanaji wa huduma ya maji Dar es Salaam umeimarika sana ukilinganisha na miaka ya nyuma. Hebu imagine, ndani ya miaka 3 tu iliyopita, tayari serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan inahakikisha ama imetekeleza miradi zaidi ya 3 ya maji jijini Dar es Salaam. Lengo ni kuhakikisha maji safi na salama kwa kila mwananchi, na jitihada hizi za Mama Samia ni kwa ajili ya kuithibitisha na kuihakikisha ile ndoto ya kwamba kila Mtanzania atapata huduma ya maji kwa 100% ifikapo mwaka 2030. Tunaoga, tunaenjoy, tunafua bila stress. Asante Mama Samia wetu, umetufungulia njia, tunajifunza, tunaendelea, kesho yetu inang'aa. Je, unajua Dar
Dar es Salaam ina shule zaidi ya 1000. Hizi ni za msingi na sekondari, bweni na shule za kutwa, zikihudumia wanafunzi zaidi ya 700,000 toka kona zote nchini Tanzania. Katika shule hizo 1000, kwa asilimia kubwa sana zimejengwa na kuboreshwa ndani ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndani ya miaka 4 iliyopita umekuwa ukifanywa uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya elimu, hasa katika kuhakikisha shule mpya nyingi zinajengwa ili kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani katika shule za serikali. Kinachofurahisha zaidi ni hii shule mpya ya serikali ya bweni kwa wasichana iliyojengwa kwa juhudi za Dr. Samia Suluhu Hassan. Shule hii ina uwezo wa kuhudumia wanafunzi mpaka 1000, inayokidhi mahitaji ya wanafunzi hata wenye ulemavu, lakini vile maabara za kisasa za sayansi, viwanja vya michezo na mabweni safi na salama. Zaidi ya hayo, serikali ya awamu ya 6 ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan imeongeza kiwango cha mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi 8,500 mpaka shilingi 10,000, na ameanzisha kutolewa kwa mikopo kwa wanafunzi wa diploma na kuanzishwa kwa Samia Scholarship. Haya sasa, Mama Samia amewasaidia maelfu ya wanafunzi kuendelea na masomo yao bila changamoto za kifedha kabisa. Kwenye elimu, hatuna cha kumlalamikia Dr. Samia. Serikali yake imefanya mageuzi makubwa kwenye miundombinu ya vyuo. Mfano mzuri kabisa ni chuo cha NIT, kitovu cha mafunzo ya sekta ya usafirishaji, sio tu Tanzania bali hata kwa nchi za jirani. Na hapa ndipo mambo yameenda next level. Wanafunzi wanajifunza kwa kutumia vifaa halisi vya ndege, kitaalamu vinaitwa mockups na simulators. Kwa mara ya kwanza tangu tupate uhuru, Tanzania inaanza kutoa mafunzo ya urubani pale NIT. Historia inaandikwa tena kwa wino wa Samia. Halafu sasa unyama hauishi hapo, kwa sababu huu mchongo unafungua milango ya fursa nyingi za ajira na maendeleo katika sekta ya anga. Kwa hapa nyumbani tunapata mafunzo haya kwa ada ambayo ni nafuu sana ikilinganishwa na gharama za mafunzo haya nje ya nchi, ambapo ada inaweza kuzidi mpaka milioni 300. Hata mimi nitarusha ndege aise. Zile dreams zetu Dr. Samia akasema anazifanya kweli. Wakazi wa Dar es Salaam wanaweza kuendelea kufanya shughuli zao bila stress, kwa sababu wanajua afya zao wameziweka kwenye mikono salama ya Dr. Samia. Ngoja nikwambie, ukizungumzia huduma za afya Dar es Salaam, unazungumzia mtandao mpana wa hospitali za kisasa zilizo na madaktari na huduma za kibingwa kabisa ambazo zimejengwa katika awamu hii ya 6 ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Hauhitaji kusafiri nje ya nchi kutafuta matibabu ya kibingwa. Na nikusanue tu ndugu yangu, hata wageni kutoka nje wanakuja kupata huduma hapa Tanzania. Tena hospitali zetu zina madaktari bingwa wa upasuaji, matibabu ya moyo, figo, saratani, na hata ukitaka upasuaji wa urembo, cosmetic surgery, basi huduma hii unaipata hapa Dar es Salaam. Serikali imefanikiwa kupunguza vifo vya mama na mtoto kwa kiwango kikubwa. Kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya, vifo vya akina mama wakati wa kujifungua vimepungua kwa asilimia 80. Hii ni kutoka 556 kwa kila vizazi hai 100,000 mwaka 2016 mpaka 238 mwaka 2023. Hii ni hatua kubwa iliyofanikishwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wa vifo vya watoto wachanga, tumeshuka kutoka 25 kwa kila watoto 1000 waliozaliwa hai mwaka 2016 mpaka 12 mwaka 2023. Hii yote ni kwa sababu ya uwekezaji mkubwa kwenye afya ya mama na mtoto uliofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan na kupelekea kupewa tuzo ya Gates Foundation Goalkeepers Award, tuzo ya kwanza kuwahi kutolewa kwa rais wa Afrika. Dar es Salaam, jiji
kila shughuli bwana. Kama hautaki kwenda Kariakoo, usiwaze. Karibu kwenye malls za Dar es Salaam. Bwana, hapa unaweza kupata kila kitu ndani ya sehemu moja. Iwe ni bidhaa ambazo ni za ndani au za kimataifa. Iwe ni bidhaa ndogo ndogo au kubwa kubwa. Serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi kubwa kuhakikisha malls zinaendelea kujengwa kila kukicha ndani ya Dar es Salaam. Tunapozungumzia uwekezaji mkubwa uliofanywa jijini Dar es Salaam, hatuwezi hata siku moja kusahau viwanda. Dar es Salaam imekuwa nyumbani kwa viwanda vya uzalishaji wa bidhaa mbalimbali. Zaidi ya viwanda 100 vipya vimejengwa tangu mwaka 2021, vikiwapa ajira vijana zaidi ya 150,000 katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Unajua kazi mtandaoni sasa hivi ni rahisi ajabu. Serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imehakikisha tuna mawasiliano yenye nguvu. Hakuna kuscratch yani. Kwa mwaka 2024 pekee, minara 758 mipya imejengwa. Sasa tuko na minara zaidi ya 1158. Mkongo wa taifa nao umeimarika na 5G inazidi kusambaa. Leo hii zaidi ya line milioni 63.2 zinatumika kwa huduma za kifedha. Biashara za mtandaoni zimekuwa kwa kasi zaidi, na kwa sekunde chache tu muamala umekamilika. Hivi unajua, Dar es Salaam inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watumiaji wa laini za simu nchini Tanzania. Imagine 16.9% ya laini za simu zinazotoka Tanzania zinatoka hapa Dar es Salaam. Si hilo tu, kuna ongezeko pia la watumiaji wa internet ama mtandao kwa mpaka milioni 48. Hebu imagine hilo. Hii ni kutokana na miundombinu imara, lakini pia uwekezaji wa serikali kwenye sekta ya mawasiliano chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Hivi unajua, Dar es Salaam ina zaidi ya kampuni 50 na huduma za internet, na kwenye sekta ya habari tuna makampuni makubwa ya utangazaji, huku content za Kiswahili zikitambaa kwenye mitandao, na ndoto yetu ya kuwa kinara wa uchumi wa kidijitali Afrika ndio hii sasa inatimia. Dr. Samia, kazi inaongezeka, speed nayo imeongezeka. Dar es Salaam ya sasa imepiga hatua kubwa sana kwenye matumizi ya nishati safi. Hii ni juhudi ya serikali ya awamu ya 6 ikiwa chini ya uangalizi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania. Hivi sasa hata magari, bajaji yanatumia nishati mbadala kama umeme na gesi. Hii inasaidia kupunguza matumizi ya mafuta, lakini vile kupunguza sana uchafuzi wa mazingira. Sikia, huu ni mbadala wa gharama tulizokuwa tukitumia kwenye mafuta. Unaotumia pesa kidogo, lakini unaenda mbali zaidi. Ni kama kubeba mzigo mzito kwa urahisi. Dr. Samia Suluhu Hassan ametufungulia njia ya kufika mbali kwa gharama ndogo. Na sasa nishati safi ni suluhu ya matumaini kwa kila mmoja wetu. Nikikwambia Dar es Salaam ni kazi na utu, wasitani bwana. Makampuni tofauti yamejitoa, yote kwa ajili ya kugawa mitungi ya gesi kwa mama lishe. Hii ni kwa ajili ya lile azimio la kuhakikisha nishati safi kwa kila mwananchi la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Ukifika Dar es Salaam ni lazima ufurahishwe na investment ama tuseme uwekezaji ambao serikali ya awamu ya 6 imefanya hasa kwenye sekta hii ya michezo. Mfano, ujenzi wa viwanja vya mpira kama KMC, Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni, kituo cha michezo cha Kigamboni, pia uboreshwaji wa viwanja kama Benjamin Mkapa pamoja na Uhuru umekuza hadhi ya viwanja Tanzania mpaka kiwango cha Olympics. Pia hii imesababisha kuvutia mashindano mbalimbali ya kimataifa. Usisahau kuna viwanja vingine ambavyo vinaendelea kujengwa.
Hatua zilizochukuliwa na serikali ya awamu ya 6 katika uboreshaji wa uendeshaji wa bandari ya Dar es Salaam ni kubwa mno, na hii ni kupitia utaratibu wa PPP na ushirikiano na DP World. Hivi sasa hadi makusanyo yameongezeka, bila kusahau foleni za meli zimepungua, usalama wa mizigo umeongezeka, na hivyo kusababisha uboreshwaji zaidi. Hivi sasa bandari zetu ni bomba. Huku kwetu Dar es Salaam tunasema kazi na utu. Baada ya haso za wiki nzima, huwa tunakutana pamoja kurefresh, kuenjoy na tunakula maisha ile kinoma. Miaka hii 4, serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia imeweka mazingira wezeshi katika kuwekeza katika hoteli za kisasa zenye huduma first class kabisa, apartments za kimataifa kabisa kwenye hadhi yake. Jiji limekuwa kivutio cha kimataifa kwa wageni kutoka kila kona ya dunia hii. Sekta ya ukarimu au hospitality hapa Dar es Salaam inatoa fursa nyingi, kuanzia ajira kwa vijana hadi biashara za hoteli na migahawa inayoongezeka kwa kasi. Mama Samia ametufundisha ukarimu huu na kuendelea kusisitiza uwekezaji zaidi katika sekta ya hospitality au sekta hii ya ukarimu. Usipati Dar es Salaam ukapati wapi wewe? Hebu cheki mwenyewe ilipata. CCM hai 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 hai. Upinzani hoi 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 hoi. CCM hai 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 hai. Mama Samia mbele, hakuna kulala. Weekend ikifika, Dar es Salaam hailali kabisa. Mitaa inabadilika, burudani zipo kila kona, na vibe nalo si la kupimiwa mtu wangu. Hapa ni party after party mpaka asubuhi. Hapa hakuna kulala mpaka kieleweke. Chama la wana, chama la nguvu, Samia anaongoza, twende juu. Boda boda wako nasi kila siku, wakulima mashambani tupo pamoja. Oh, hey, hey, hey. Chama letu kubwa, hey, hey, hey. Wapinzani hoi. Ukiwa Dar es Salaam, weekend ni full maisha, full shangwe, yani ushindwe wewe tu. Ndio Dar es Salaam ya Samia bwana. Hivi sasa tunasema kazi na utu. Kwa pamoja tunaendelea kujiimarisha na kuwa bora zaidi kila siku. Karibu Bongo, karibu Dar es Salaam, karibu Tanzania.